Simulizi za CX. Mosi alikuwa na sura ya kutisha. Macho yake yalikuwa makubwa sana, mashavu yake yalijaa makunyanzi, na uso wake ulikuwa na mistari ya ajabu isiyoeleweka. Kwa wakati huo, ungeweza kusema Mosi ndiye aliyekuwa na sura mbaya kuliko mtu yeyote yule. Watoto wenzake walimcheka kila siku. "Lione hili, linatisha," walikuwa wakisema huku wakimkimbia. Watu wazima walipomwona, walikunja nyuso zao na kugeuka pembeni kana kwamba kumwona ni mkosi. Mosi aliumia sana moyoni. Lakini cha kushangaza, licha ya dharau zote hizo, Mosi hakuwa na chuki. Alikuwa na moyo wa upendo, wa kujali na wa kuheshimu kila mtu, even wale waliomuumiza. Mahali pekee alipohisi amani ilikuwa msituni. Msitu haukumcheka. Miti haikumtazama kwa dharau. Ndege hawakumkimbia. Msitu ulimkubali. Kila siku, Mosi alikaa msituni, akiimba nyimbo zake za huzuni. Sauti yake ilikuwa laini, yenye maumivu, lakini pia matumaini. Alipokuwa akiimba, ilionekana kama miti inacheza na upepo unasikiliza. Lakini hakujua kuwa sauti ile ilifika mbali sana. Ndani ya pango lenye giza, mchawi Zamaladi alisikia wimbo huo. Kwa hasira, alitoka pangoni polepole, moshi mweusi ukimzunguka, macho yake yakiwa mekundu kama moto. Akapanda juu ya mlima hadi alipokuwa Mosi. Kwa sauti nzito akasema, "Wewe kijana, kwa nini unapiga makelele kwenye himaya yangu?" "Mimi ni mtoto mwenye sura mbaya, siwezi kukaa na binadamu, wananicheka." "Nitakupa sura nzuri, lakini kwa masharti. Kila utakapoona mtu mwenye sura nzuri, utaita jina lake mara 3. Nami nitakuja, nitamchukua na kumla. Iyo unaonaje?" Mosi alishtuka. Moyo wake ulijaa hofu na maumivu. Kwa sauti ya uoga lakini ya msimamo akasema, "Hapana, siwezi kuwa mkatili. Afadhali nibaki hivi kuliko kuumiza watu." Akamkimbia mchawi akielekea kijijini na kujifungia ndani ya nyumba. Lakini mchawi hakukata tamaa. Zamaladi akaingia kijijini. Anga likazidi kuwa jeusi. Kwa sauti ya radi akaita, "Mosi, kama hutojitokeza nitachoma kijiji kizima." Moto ulianza kuwaka pembeni ya nyumba. Ndipo Mosi akafanya jambo la ajabu. Alitoka nje. Kwa ujasiri aliokopa kutoka moyoni mwake, akasimama mbele ya mchawi na kusema, "Wewe si mwema kwa sababu ya nguvu zako. Mtu mwema haumizi wengine." Mosi akaanza kuimba. Ilikuwa ni wimbo wa upendo, wimbo wa msamaha, wimbo wa matumaini. Taratibu, uchawi ukaanza kumwondoka Zamaladi. Moshi mweusi ukapotea. Sauti yake ikapungua. Macho yake yakabadilika. Ghafla, anga likapasuka. Mwanga wa jua ukaingia kwa mara ya kwanza. Wananchi wakatoka nje kwa mshangao na furaha. Walimwona Mosi si kama mtoto wa sura mbaya, bali kama shujaa. Kuanzia siku hiyo, kila mtu alimpenda Mosi. Hakuna aliyemcheka tena, hakuna aliyemkwepa. Na kijiji kile kikawa cha furaha. Funzo la hadithi: ukikosa kitu duniani, usiwachukia wale wenye nacho, kwa sababu na wewe una kitu ambacho wao hawana. Unaweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp kwa kutuma ujumbe simulizi za CX kwenda namba 0622 577 170.